tuangalie ndio tutosheke moyo wetu kama Raila alishinda ama hakushinda. Kweli ama rongo? Ndio kama kutakuwa na maelewano, tutakuwa na maelewano kama tumejua ukweli mahali iko. Meneje kununo la Masai. Enyu tanda ngorate. Enyu tanda ngorate lonyo rangai. Wala la bayono jira Raila ni da yol tawle nye metango worgo lenye. Wala saibe medi State House na rangara gena timu ya Mau. Sasa wamerudia tena hii msitu tu wamejaa. Najua tulipokuwa ndani pale, hata ukipita kwa ndege yako nimekuambia saa hizi watu wameingia tena. Na sasa Raila sijui tutafanya nini. Mungu atakubariki, atakupatia miaka mingi tuzidi kuona vile ambavyo tunaweza kurudisha Mau Forest na hata ardhi ya Wamasai. Saa hizi wanasema maneno ya housing, wanasema maneno ya nini? Raila mali utaweza waambia hao Wamasai bado wanataka kukaa manyumbani yao, hatutaki kitu kama housing hapa, tutakaa manyumbani yetu. Wamasai kasema na meseba. Amekaseba. Enyo tanti bekala yoli nyosi ligi ongori ndai. Lemero gingoshua. Enyo to nakajura ligi kanisa. Na rigi to bishop lo tiene. Emi to gigi agera. Entu bugu amugi shiri lo shoti nakata. Entu bugu lo masa gol kanisa ni. Ne embo to na nora ropoya. Mashoma ligi ndai na jo sheria enguluponi pekutu mato ngore ndai serang. Aja banda gara manai ngorugura. Ore ndai sere nyine ne tipat. Nendere neno toki lo ndai ushirati nakata. Ora beti ole genta olorika neti ole ndimama olorika izale dokindi malio burgo ana Narok North butubuta na kaza nikincherita amara na lo za isera jikinta amajege shorboya injosho shorboya ora ila ole genta ashena moro lesho ento saudi shorboya ngaik. Ningetaka sasa kumwalika mgeni mwingine Bwana Jogo ambaye alikuwa anatafuta kiti ya ubunge na Kajiado North. Karibu. Nenda Subabogen. Tafadhali nionyeshe mkono wa Raila. Inua mikono hivi nione. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana Narok North kusimama na Mheshimiwa Raila Odinga ambaye ndiye rais wetu, the people's president. Mimi nilisimama na chama cha ODM pale Kajiado North, nikatoka namba 2 kwa watu 16. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu hapa anaitwa Ruto, ako na vijana kila mara wakiamka ni kutukana Raila Odinga. Vijana ambao wengine hata tumeenda shule washinda. We follow our father to let them know Raila is not alone. From today tunasema ya kwamba wakishikilia na kutukana Raila Odinga, nasi pia tuko pamoja nao. Na tunaomba ya kwamba tubaki tushikane pamoja kama watu wa Maasai, wa hapa Narok na wa Kajiado, na tuhakikishe ya kwamba the gains that Raila Odinga fought for are not eroded. Asanteni sana. Okay, sasa wacha nimwalike kijana Ketora ambaye ndio anasimamia vijana wa ODM Kenya mzima. Karibu. Shaule ngandau. Loma Asai, Mrs. Olairoriani. Bwana Yesu asifiwe. Wakazi wa Narok. Mumefurahi sana. Si mumefurahia baba? Your Excellency, we are very much honored and we are very happy kwamba umetutembelea tena. Mheshimiwa leo madam wetu Christine, who is our vice chair, tunasema congratulations. Kukaa karibu na baba unaona iko na faida. Yangu siku ya leo, allow me to recognize other leaders, Mheshimiwa Eugene, the senators who are here, the bishops and everybody. Kaa kutita rara na lomon amu osirua le mama kietuo Christine. Endasari ena natu neriatu enchama nisho baba Raila nafasi nisho olorika erangasa isho vice lenchama ninye osujita mbadi nitoki aisho olorika le MCA nominated enda menye ena yare emidol ajo menang'aa baba iltung'anak lenyenak naing'ua nanu Kajiado ajo le Ketora nanu oitashiki irkijanani le ODM te Kenya mzima na ndai siliki tegelutua emidol ajo enyor irmaasai
ore ake entoki nayieu najo taata itoningo larikok lang orikito iteru orgavanai lajo lelenku nintoki adol memusi enkerai inyi na baba oitudumua neetu apa enkumoi inyi araki olorika amu damu tena baba election nintoki ake adol kulie egira ayumba Kajiado nanu ing'ua. Ore apa ilo tenda wiki nitodua nikiata baba te Kajiado. Kayieu ake naakikishia ndae ajo ore irmaasai lorkeju odo naa keuno etii kurum baba. Nataka kurudia tena kwa lugha ambaye kila mtu ataelewa. Mumeona viongozi wetu wa Masai wale ambao wamechaguliwa na baba wakiyumba. Lakini nataka mjue vizuri sana. Sisi raia wananchi wenye tulichagua baba tuko nyuma yake na bado hatujatingisika na hatutingisiki hata kidogo. Ikengenya hapa nari tunaongezeka kila siku. The new generations are coming up, bado wako nyuma ya baba. Ya pili, kura ya hapa Narok ya governor haijahesabiwa mpaka saa hizi. Kiasi nataka mjue kura ya governor ya hapa ka Narok County haijahesabiwa mpaka saa hizi. Walichukua tu Ole Ntutu wakampea tikiti na wakaenda. Nejo legenda kapala mo ekelurwa ninye separa alioyu. Akasema nitaacha kwa sababu ukweli utadhirika. Na nataka kuambia Governor Ntutu kwa sababu juzi alikuwa hapo Mbeseli akiongea maneno hapo uchafu kuhusu ODM. Wewe Ntutu ngangana na ile kiti ambayo uliiba. Kwa sababu hata hatujui kama utafaulu. Ero nyemigi yolo enaindi maranapa ilobiri rapali shomo angama. Tabalesia yang ODM. Nibalesia yang ya baba. Amore kin pilor Maasai na Raila Odinga. Kesipa nena na mesipa. Ora babe engayo lentimama. Nedi agayo lentimama endoro nienda boirare ngai Raila Odinga. Wakati baba wetu ntimama alipumzika, alituambia kinpin wetu ni nani? Raila Odinga. Alituacha kwa mkono yake. Na tangu sisi kama community jamii tuliachwa kwa mkono wa Raila. Tumeilia ikinchiraikara ama ukito shukoki yok atujalia. Tangu tuachwa kwa mkono ya baba community kama wa Masai atujalia. Kwa hivyo tunataka tukusema na kumwambia Ntutu, keep off from mentioning Raila's name. Keep off from insulting the ODM people, because we are behind Raila and we are growing populars day after day. Ya mwisho, nana holding ground inyi orupurko eriaga naenda arboya enyito oltung'ana le kanisa enda ng'orate. Tafadhalini, hii shamba ni yenu kama community. Kama mtapeana, mupeane kama community, si kupeana kama individuals na kupeana kwa njia kinyume. Kwa hivyo ninaomba tu mukae nyuma ya Kenda. Mingwa kwa le Kenda mu kuenda hakuanguka kura na Kenda hatasimama na baba kupigania haki yenu. Merama yananda ngai na ashole mama Christine kwa kutualika kwa baba yako. Tumekula, tumeshiba. Mungu akubariki. Ningetaka sasa nataka sasa kumwalika Senator Pareno aje asalimia watu pia. Enda suba ngare Narok. Ero wakisinda enda suba ngare Narok. Habari zenu wana Narok. Your Excellency Baba Mheshimiwa Kenta,
Mheshimiwa Eugene, Mheshimiwa Mwalimu Orero. Hebu mpigie Mwalimu Orero, mjamtambua leo kwamba Kibera yuko hapa. Mbunge wetu Mwalimu Orero yuko hapa. Mbunge wa Sotsi yuko hapa. Hebu mumsalimie tafadhali. Na watambua yote, all protocols observed. Iwapo sija kutambua na kuheshimu. Senator, my sister. Iko Senator Beth Siango, nominated wa ODM. Nina shukrani na nina heshima, all protocols observed. Baba, nitaongea Kimasai kidogo na Kiswahili kidogo. Mimi nataka kusema leo tunaomba, tunashukuru Mungu kwa siku ya leo. Mimi nashukuru kwa mambo kama mane hivi. Yani ngira rara shwo yankai tankaragi ongwan ndokitingo ongwan. Ya kwanza, tunashukuru Mungu kwa sababu ya baba yetu. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya baba yetu Raila Amolo Odinga. Endo shogi senda enkai marajegi enkai ashe tankara gengi shon ninjo Raila Amolo Odinga. Endo shengai berodu enkai na dishubara. Baba, tunakuombea afya na maisha marefu ili uweze kutushikilia wakati wote. Hiyo ndio shukrani tunampa Mungu leo kwanza. Pili, tunashukuru Mungu kwa sababu ya Christine Masiyoi Lemein. Endo ashogyanka ingai. Enga goloni. Engirode roi nyangusi. Endi desiri rai. Enjorwe rai. Nanyoroleng. Endo shogyanka ingai bedi ngajage nyor Christine Lemein. Christine Lemein ni rafiki yangu. Wachanda na pete. Ni wa nguvu, mama wa nguvu. Ni vice chair wa ODM, chama ya ODM. Yeye ni nominated mara 2 kwa chama ya ODM. Christine Lemein ni mtoto mmoja wa baba Raila Amolo Odinga katika ODM. Tunashukuru Mungu kwa sababu yako. Ya tatu, mimi nataka tushukuru Mungu kwa sababu ya nyumba ambaye tumeiona pale. Mumefurahi? Endo ashojanga ingae kitangara yangaji. Negirodwa na reshere ndiro nyangusi. Nelioyu neibonga yankai endo ashojanga ingae. Congratulations, my sister. We are proud of you. We are proud of seeing this house. And I know, Baba, leo eronaraga na iba berawo na inga molak Baba. Iwonaja, eishona inga molak. Era mayana Baba. Na mayane na aji. Piagwe narero enerero tele marei otor marei le Christine. Mungu atakubariki Baba kwa kumwezesha na kumpa baraka zako. Ya mwisho Baba, juzi tulikuwa kwako ofisini na Christine Lemein. Na tukaomba kwa sababu tunaona misukosuko. Sisi ambaye huwa hatutishiki, hatubanduki. Tukaomba MCAs wote wa ODM na MCAs wote wa Kajiado na Narok wa ODM na Azimio wapatane na Baba, tuonane ana kwa ana. Kira jaba elo kiromo na ba elo Baba Raila Amolo Odinga. Niki jogi ora amuki dolda jo eti lo ibeleganyate
Baba mboroki yok MCS lang poki le ODM. Ole Azibio. Ten Narok o te Kajiado pilotu adol iltung'anak linonok. Eitu king'ua yiok baba. Mayiolo enaishi baba. Itishipate. Tenidol idol ajo ore oshi tesipil ODM nikintashe, nikisiriri, nikiuno, nitu aikata kibanduka. Ore nanu itashe tene, ara mheshimiwa Pareno, naisho baba maitasheki enchaba larin 15 naisho mate mbungei katitin are larin 10. Naina Christine naisho larin 10. Aitasho ng'ola aing'oru Senate. Amu nguvu naisho baba. Ore naaji peuno, ekedupa duake entapeny, kake etii nguvu naaji ne baba Raila Amolo Odinga. Mekure aidim inkumok. Amu kajo nai pekintoki airo kake mee enkata ake ena. Metamayiana ntae Enkai, meisho ntae supati, tumuombee baba yetu, aendelee kutushikilia, tunakupenda na hatubanduki. Mungu akubariki. Ento shoki di Senator Pareno ngai. Ento shoki nduana ngai peyiolou ajo eetuo Narok na kenyori. Sasa ningetaka kumwalika Honorable Mwalimu Peter Orero, mbunge wa Kibra. Karibu mheshimiwa. His Excellency Daktari Engineer Raila Amolo Odinga, Excellency Eugene Wamala, Senator Ososi, Senator Pareno, and all the other senators who are here. Leo ningetaka sana kuongea Kimasai, lakini hata ile kijiti refu hamjanipatia. Nafikiri hiyo ndio inafanya watu wanaongea Kimasai. Nikajaribu nisikie enda suba. Au amenipatia pengine na right asante sana. Sisi leo hatukukuja kuongea hapa. Sisi tulizindikisha baba kwa sababu sisi ni wale watoto wa baba na wale Masai tunalinda kule Nairobi, si ndio? Sisi nyinyi ni mandugu na sisi tunalinda kule boma ya Nairobi. Naona mambo yangu sio mbaya sana leo. Hata sijawahi kufanyiwa hivi na mama. Na nikitoka hapa nafikiri nitatoka vizuri. Asante sana mama, asante. Mungu akubariki. Sasa nimekuwa Masai kabisa. Na kuanzia leo nitaanza kusema suba. Sisi tunasema watoto wa baba pale baba amekanyaga ndio kanyaga. Kule Kibra tunachunga tu boma ya baba. Na sasa tuko bipartisan. Alituambia tuweke zile vitu zetu chini kidogo. Si mnazijua? Tumeziweka tu kidogo wakiongea. Lakini wasiposikizana si tunarudi tu. Sisi hatuna mengi, tunashukuru sana. Nilisikia Christian alikuwa na hii sherehe. Tukasema lazima tufike. Na sana tunashukuru watu wa Masai, watu wa Ma community. Wale wote wameongea hapa, nasikia kila mtu anasema mko na baba pamoja. Wacha nione kwa mkono wale wako na baba hapa, mkono ya baba nione juu. Na tunashukuru mko pamoja na baba, na sisi pia tuko na nyinyi pamoja. Watu wa Ma community muende hivyo. Kuna jamaa ameongea hapa, yeye ni akabuldoza, yeye ndiye anachunga hapa, Lucas mwenyewe. Asante sana kuchunga hii boma kwa ajili ya baba. Tunashukuru, asanteni sana na Mungu awabariki. Nimetoka sasa kama mimi ni Masai. Congratulations. Asante sana. Sasa ningetaka kumwalika Senator Beth Siengo ambaye ndio nafikiria anasimamia wamama wote wa ODM. Pigeni mama makofi.
Enda super. Enda super. Your Excellency Raila Amolo Odinga, Waziri wa Malwa, Mheshimiwa Kenda na viongozi wote walioko hapa tukiwa kwa ground ya bulldozer. Kina mama hai. Vijana we. Wazee. Mimi naitwa Senator Beth Siengo. Mimi natoka kule Mwingi North, Kitui County. Na ningetaka kutangaza hapa, mimi wa mama wote Kenya walinichagua kama rais wao kwa chama cha ODM. Niko na mambo mawili ya kusema kwa haraka sana. Jambo la kwanza ni kuhusu dada yangu Christine Lemain. Tuko naye kule kwa neki ya ODM, na kama kuna mama mkakamafu, kama kuna mama akona msimamo, hata mimi leo natoka nikiwa nimerembeshwa. Nitafika Ukambani wanisahau, wasahau kwamba huyu ni Siengo. Nitaitwa nani? Jina ya Kimasai? Masieku. Bas, nimepata jina. Asante sana dadangu. Basi mimi nilikuwa nasema mambo ya Christine. Mama aliye na msimamo. Unajua mama akionyeshwa pesa na anasema hapana, mimi ni wa Raila. Anaitwa karibu, anasema mimi ni wa baba. Anaambiwa tupite hapa, anasema hapana, mimi ni wa baba. Tafadhali tunaomba tumshangilie dada yangu Christine kwa kuwa na msimamo. Ni mama wa msimamo sana. Ninakushukuru Christine kwa kunialika kuja hapa siku ya leo. Jambo la pili na la mwisho ni kuhusu His Excellency Raila Amolo Odinga. Kiongozi ambaye ni rais wangu tangu nianze kupiga kura, sijawahi pigia mwingine, ni yeye anapigianga kila election, maana ninaamini uongozi wake. Baba, tunajua umekuwa ukipita, wanakunyima. Si ndio? Si tunajua baba tunampeanga kura. Tunampea zote, si ndio? Lakini wanacheza hapo wanamnyima. Lakini Mungu akona sababu kubwa. Kwa sababu sisi tuko nawe na tunaamini wewe ndiye rais wetu. Wale walijichagulia uongozi. Umeona vile Mungu amewachapa? Si mumeona vile wanachapika? Si inaenda Kenya kweli? Inaenda sababu walichukua kiti ambao si yao. Na hawezi kulazimisha wa Kenya kuenda mwenendo ambao si wa haki. Munaona kodi inapandishwa kila siku kila kushayo. Si ndio? Ati saa hii wanapangia sijui kukata nini ya nini hiyo? NHIF ati 2.7. Kwani weza kayo Ruto unachukua pesa ya Wakenya yote uwepeleke wapi? Tafadhali naomba serikali ya Kenya kukwisha. Tafadhali muachane na Wakenya. They are hard working. They want to live in peace. And they want to build this nation. Hello? Basi muniruhusu nimalizie kusema kwamba baba, His Excellency Raila Amolo Odinga, hata kule Ukambani kwa Kalonzo Musyoka sisi tuko na baba, si ndio? Ukitizama Ngilo tuko na baba. Wote Wakamba Kenya yote. Kwa sababu hii ati baba aliniona nikiwa Ukambani kule Kitui. Akaona mbegu ya uongozi ndani yangu, akanipea kiti. Si huyo ni Mkenya kamili? Si ni ukweli? Hata nyinyi wa Masai tafadhali kaeni na baba, msitangatange, msiyumbe, msitishiwe, kwa sababu Kenya ni yetu sisi wote na tunasonga mbele pamoja na Raila Amolo Odinga. Mungu awabariki. Haya, pigeni mama. Sasa ningetaka kumuita ndugu yangu ambaye tulikuwa kwa parliament pamoja, ambaye tulikuwa committee na mpigie Mheshimiwa Godfrey Osozi makofi. Mkaribisheni Haya. Enda soba. Hebu tusalamiane kwa hewa. Haya, asante sana. Kwa majina ni Godfrey Osozi wa Vihiga County. Nimetoka kule Vihiga County leo. Tulikuwa huko na baba.
na watu wa Vihiga wakasema nikuje kuwasalamia. Mumepokea salamu? Asanti sana. Mimi niko kule Senate, tuko pia na kiongozi wenyu Mheshimiwa Ladama Olekina. Na nimeongea na yeye, akasema yuko safari. Akasema niwasalamie. Mumepokea salamu ya Olekina? Haya, wacha wanivalishe hii nguo mzuri ya Kimasai. Hata mimi nikuwe Masai, si ndio? Haya. Asante sana kwa hiyo nguo. Sasa yangu ni fupi. Ya kwanza, unajua hawa wajamaa ambao wanaitwa Kenya Kwisha, wakati walitafuta kura waliwaambia kwamba wakiweka Bible chini gharama ya maisha itaenda chini. Gharama ya maisha imeenda chini. Wakasema kwamba wakichukua kiti hawatakopa madeni yoyote. Saa hizi wamekopa madeni imeshinda ile Uhuru Kenyatta alikopa kwa miaka 2. Hao wamekuwa kwa miezi karibu 10 tu. Wakasema hata hapa Narok, wakasema wakichukua kiti watatunza msito wa Mau. Saa hizi mmeona wamesema watu waingie ndani ya msitu wakate miti. Hao ni bure kabisa. Alafu kwa sababu wameona hawajatimiza ile waliambia Wakenya, wamekuja wameanza tabia ya matusi. Wanatusi mzee wetu Baba Raila Amolo Odinga kila siku. Kwanza ile mtu ambaye anatoka Nyeri anaitwa Gashetha. Ule Gashetha, ule mtu ni bure kabisa. Sasa kazi yao ni kutusi baba asubuhi, mchana, jioni. Alafu wameenda sasa, saa hizi wameanza sasa kutembea Kenya ati wakidanganya watu wanazindua miradi. Hiyo miradi wanazindua, kwani miezi kidogo wamejenga barabara? Wanazindua miradi ya kaunti na ile walizindua kitambo ati wametuletea maendeleo. Hao ni bure kabisa. Sasa wameanza tena campaign. Tulimaliza kampeni juzi. Sasa wamepanda juu ya magari ati wanasema wana campaign kwa 2027. Sisi tunataka kusema hivi baba, kama hao wametoka kwa campaign, hata sisi Azimio tutatoka nje tuanze kuongea na watu. Tumeelewana? Kwa hivyo watu wa Narok, mimi nawaomba, huyu mzee baba ameumia juu ya Wamasai. Walimnyima kura kwa sababu ya msitu wa Mau. Ukweli uongo? Si walifanya hivyo? Sasa kama baba aliumia juu yenyu, kwa nini sasa nyinyi mtangatanga? Si mkae imara? Na mimi nafurahi sana ndugu yangu hapa, rafiki yangu Olekenta. Huyu Olekenta ni ndume kabisa. Tulikuwa na yeye kule bunge na mimi namjua kama mtu wa msimamo. Tukikuwa na Wamasai karibu 2 5 kama Olekenta, hakuna mtu atacheza na Wamasai. Kwa hivyo msimame imara. Wale ambao wanayumba yumba, muwaombee warudi laini. Si mnawajua? Mnawajua? Mimi sitataja majina. Ya mwisho, baba, kuanzia kesho tutakuwa na mkutano kubwa ya climate change kule Nairobi. Hii wiki ambayo inakuja. Na umefanya vizuri kwamba kabla ya hiyo mkutano uweze kuja Narok. Narok is the best example
of how kucheza na climate change inaweza haribu nchi. Sasa baba, ukienda pale uambie kwamba hakuna champion mkubwa Kenya hii wa climate change asipokuwa baba. Yule Zakayo akienda kule asema ati yeye ndio champion ya climate change, muulize misitu yetu inaenda wapi? Kwa nini amekubali watu waingie ndani ya msitu ati waanze kukata miti? Ati anasema amekubali mambo ya logi. Hata kule kwetu, unajua huyu jamaa amezoea kunyakua mashamba. Mke wake amekuja akasema ati ameinherit 200 acres ya Kakamega Forest. Wananchi wa huko wamesema tawe, hawatakubali Mama Ruto aende achukue msitu eka 200 ya Kakamega ati anasema ameinherit hiyo msitu. Sisi Waluya tumekaa ngumu na Eugene yuko hapa. Wamasai pia mkae ngumu, mulinde msitu yenyu, na sisi tutawaunga mkono kama familia ya Azimio. Nasema asanti sana, Mungu awabariki, muendelee kuzidi kukaa ndani ya Azimio. Hapo ndio nyumba yetu. Mkienda kando, mtakuwa mnapotea. Wamasai mtasimama imara na baba. Ngapi wanasema watasimama imara na baba? Baba, asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana mheshimiwa. Mpigie makofi kabisa. Sasa nafikiria nitasema machache ndio nimwalike mheshimiwa Eugene Wamalwa aalike baba. Hiyo ndio inaitwa protocol ambayo inatakiwa ifuatwe. Sababu hata ni principle. Asante sana. La kwanza ni kukaribisha baba tena Narok na wageni wake wote na wananchi wote ambao wamekuja kujumuika na Christine Lemay. La pili ni congratulate. I want to congratulate my sister Christine for the good work that she has done. She has built such a beautiful home, and I think that is what everybody should strive for. Congratulations once again. I'd like to also thank this family, Lemay family. Hii family ya Lemay imekuwa mbele ya jamii ya Maa. Na tunaona baba yao ndiye alikuwa senator ya kwanza, na baba tunakwambia asante na Mungu atakuweka zaidi. Na umetufanyia mengi mazuri sana. Uongozi itabaki kwa hii familia. Na Kristo anaonyesha kwamba uongozi uko. In fact, former MP ama the immediate MP wa Narok South ni wa hii family, na ni mtu mmoja ambaye mimi nilifanya naye parliament, na hakuna mtu ambaye anabidii na ambaye anapenda jamii ya Masai kama Corey Lemay. Kwa hivyo hii ni familia ambayo mimi najua ni familia ya maana sana. Ile ningetaka kusema ni kwamba sisi tuko na hii family ya Lemay, tuko na nyinyi. Kile ne bondai. Nento nyoka mo erara altunganak lekinyor ni rara no Masai. Ni yola ji mna pena bolo show neke bwetare ondai tangata bogi. I think I would like to touch on just a things. First of all, I would like to thank the people of Narok for standing with Baba and me in the last elections. We won. We won. And God knows that. But the usual thieves, the usual criminals took away our victory. But God knows they'll pay for it one day. You cannot just keep on disenfranchising the people, yet you think you're going to go far. We are having a lot of issues in Narok. And I would like to first of all start by saying that we are in ODM rightly, and we are there to stay. I was a member of parliament for Narok North between 2013 and 2022. In my first time, I was in TNA with Uhuru Kenyatta. When TNA merged with URP, I left and joined Baba, and this has been my home, and I'll be there, and I found the best home that anybody will ever wish for. And I'm not in politics for money. I'm not in politics for self-aggrandizement. I'm in politics because of my people. I'm in politics to defend my people. Whether I'm hungry, whether I'm thirsty, I know that is the water of life. It's just God and my people. So if anybody thinks
that they are going to overrun us in Narok, please go back to the drawing board, because Narok is an ODM zone and it will remain an ODM zone, and there is nothing anybody can do about it. We have got a lot of challenges in Narok. Somebody took my seat, but instead of even trying to serve the people I wanted to serve, he has become a cannibal. He's cannibalizing them. He's taking their jobs. He's denying their children bursaries. He's denying them salaries. He's even denying them medicine in hospitals. He's denying them everything. They become orphans with no father, no mother. The other day, Ndutu went and abused me. He has been abusing me every day with another one called Sangok. I don't even know where that one came from. Insulting me every day. And I like to tell them this. I will fight for the rights of my people, whether I'm in any position or not. You cannot take away what God gave us as our inheritance. So I like to advise them, go and look for further insults, because he insulted me for a long time, because I will not stand down on the right of my people. Baba, there is a parcel of land that's called Morijo, which is actually a holding ground. A holding ground which is community land. The other day, Ndutu fraudulently went and secured a title in the name of the county government, which means that he has taken away the land from the community, the Purko community. He has even started dividing it, subdividing it, giving it to people whom we do not know what rights they have over the land. And worse of all, he does not involve the community, neither does he even involve the county assembly. The county assembly people are here. I don't know that that thing has ever been brought to the county assembly. Imewahi kuletwa kwa assembly. So how can one man decide to alienate the land of our people and decide to sell it any way he wants? It will not happen. I would like to call upon the elected people of Narok, especially the national leaders, the members of parliament, the senator, to come and rescue their people from land grabbers and from the oppressors. The other day, I talked to Simon Chologwe, who is the minister for cooperatives. And I told him, because you came to claim some land here, that is not your land. That is the birthright of our children. Please leave it. I told him that. And he told me, that is government land. That is, we were given by the governor. The land does not belong to the governor. And I want to tell him now on TV, please leave our lands alone. Leave our lands alone. When you come and talk about development, we don't hate development. But on what basis are you developing that land? Who is the developer? What are they giving to the people? Who is compensating them? And where is the money for compensation going to? I like to call upon the elected leaders of Narok, especially those ones in the national assembly. Forget those ones who are nominated, who are the most news makers. I'm talking about the representatives of the people. Your people are crying for justice. Your people are asking, where are our leaders? Your silence is too loud. Come to the rescue of your people. Tell Chelogoi, tell his boss that there is no land for outsiders in Narok. We know these are grabbers. Na mimi nashangaa hii dunia. Mtu unachukua shamba kila mahali. Na pale utakuishia ni fiti 6 kwa 6. Ni ya nini yote? Ni ya nini? Kwa hiyo mimi nikataka kusema hakuna shamba Ndutu anapeana. Hakuna. Purko haikukubali. Hata amechafua Archbishop Sabit kusema ati amekubali. Hakuna mtu amekubali, na kuna njia kwa katiba na kwa sheria zingine za kuchukua ardhi ya community. Na moja ni kwamba lazima wakubali, lazima wapewe fidia ama compensation, hawezi kuchukua shamba ya watu namna hiyo. So I call upon those leaders, the elected leaders, please come to the rescue of your people. Stand up. Rise up to the occasion. Don't keep quiet when your people are suffering. Told the president that the land that is being given out does not belong to those people. It belongs to the community. Ingine ambaye ningetaka kusema, juzi kulikuwa na wazee waliitwa, sababu title deed ilitolewa tarehe 2 mwezi wa 8 2023. Alafu ati tarehe 25 kama wako na title deed kwa mfuko, wanaita wazee atukuja
wa sanctify ama wa cleanse hiyo mambo, na Archbishop Sapita alikuwa kwa wale. Unakuja kuyaita watu sasa, ile title iko mifuko kutoka tarehe 2 mpaka tarehe 25. Unataka kutuambia nini? Wakili walipoya akajaribu kusimama kuambia sheria inasema hivi, katiba inasema hivi, wakamwambia sisi hatujui sheria. Hata mtu mnasikia kinitukana akisema ati niende Hague sababu kotini ya Narok ya Kenya ni ndogo kwake. Simulisikia akinitukana hivyo? Simulisikia akisema ati kenda ajue mimi ndio rais wa Narok? Sasa jamani, kwani Kenya tuna rais wangapi? Sababu mimi nilikuwa nafikiria Narok iko ndani ya Kenya. Sasa ukianza kuniambia na kutukana watu, kutuambia ati yeye ndio governor ya Narok na atafanya vile anataka, kweli anasaidia huyo Ruto wake ama anammaliza kwa jamii ya Wamasai? Mtapenda mtu anafanya hivyo? Baba, watu wako wima. Tutasimama na wewe, na mimi naambia hawa watu wanafikiria kuingia kiti nitakuwa huko milele, mwaka moja imekwisha. Hiyo ingine itakimbia. Kwa hivyo wale wanafikiria ati watakuwa huko forever ama tumekwisha, mtungojee 2027. Na baba, tafadhali baba, ujua huna mtu mwingine utawachia. Hakuna kama jamii ya Masai. Ulisimama na sisi kwa Mao, umesimama na sisi kwa njia yote, na wewe tu ndio ambaye umetuokoa. Na hatuna mtu mwingine hata nani akisema. Ningetaka tu kuambia, sababu sitaki kuzungumza zaidi, sababu baba nataka asimame na nyinyi. Kia rada isere ntu moloma asai telemanet. Nemenola rabal. Pelo torpa alikinda napana tanyen ningelapata sati obushoma ishongulubo kinyi. Ama dil chambai laore eka na milioni tikita moba mure emplot na bota naro na milioni uni. Nego billions tomon. Anga idea yake olontutu kuna ropiani pokini to elikiyo ka jonta yake. Kaidi kuna na nona ngidinye na mara kasi. Kaidi kuna ngulubo ko loshon ay kuna nicha. I'll also maybe like to caution the so-called investors. The community has not given you their land. There are no blessings unless you are taking it by force. If you want to work with the community, follow the right procedure, follow the constitution, compensate them, and then let you be allocated the land. Otherwise, you are doing nothing. You are wasting your time, because we are not going to the Hague as Ruto wants us to go. We'll go to the courts of justice of Kenya, and I think we will get the justice, because there is no court that would like people to be oppressed the way the UDA government is doing. Now, you know, you can masa ashe, amaita shoitote nebo, uto amata ngorungulupo kinyi. Amana na kuna na koita chana mare nguriong, nangiti ni nyamo dai. Kai ama kai kilwandu ajo ko ready abolo sholai. Iti ade miti. Iti ibonu dai sere natumo. Ibonu nu. Meta mena no kola jata chete ndobe. Kanyon dai na rai sere badolo shila nakate nguriong pa na dola jo mare nguriong. Na iso na ka nyamo dai damu kanya ngor ndai. Eme gore kanya nyoro sinta ni ku. Enyo do nyebe mai do gina morana. Wadunga leme to lo shele nyongoritu. Na yuna jogi ilpayani la lemanet. Emi ndogi abo ishe legendai. Anga na tianga nda yigi joni nda shares te KCC. Ejine bo ya jogi kin jonda shares. E kin jonyo ni la mer enkulupo ni onkare nuno amirien kalusuni ni ashonga ni bu ya shono godelini. Na nguli ni na oni na amalinyi ni geri ne me geri ngudinyi. Ama dana nyore le ndutu ngi normal sai. Anyo ba kaka sango bora na account be men ngi ni nati. Na account ni. Pakel wala nyinda yogore be merengo bi ngulupo kinyi ne bo nu la loto nganak. Aiger, nata nyani nyiger. Naka yina jogi Masai o to dai siri. Nyamala rabata yogi you. Na you see na jogi. I will also just one thing, Baba. I like to tell the administration here. That's the provisional administration. A lot of things are going wrong. I don't know that you are actually advising the central government, because the grabbing of community land is a very serious issue. People are fighting bloodshed. They should not blame us because they are the ones who are causing problems. Advise the president that what's happening in Narok is wrong. It's wrong and it should not happen. Kwa hivyo baba, asante sana. Hawa watu wako na wewe na watasimama na wewe. Na Wamasai hawatatutingiza, hawatatufukuza Laikipia, watufukuze kila mahali, bacho kawaja kututoa kwa manyumba zetu. Hama dile manet, hama tuangangang dina. Wako nakule wite moja. Ne merari ganya yote kwa moja mpaka nebo niyo amera yote ya ulu. Ni nyora.
Nemeta ise ya gelat ora oltung'ani olanyene gelat enda yola jole. Ore lo tung'ani nol mangati ndalingi. Enda yolo la. Hamna natu mtanda entapal. Kwa hivyo pole sana kwa kuzungumza zaidi baba. Tumeshukuru na tunakukaribisha. So I'm inviting Honorable Malwa aje akizungumza alike baba. Enter Super Power again. Mlembe. Mnajua hiyo pia. Asanteni sana. Nafikiri nyote hapa mmengoja kusikiza kiongozi wetu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, si ndio? Kabla sijamleta, nataka nilete salamu za principals wa Azimio, akiwemo Stephen Kalonzo Musyoka. Mmepokea hizo salamu? Orero, ulifikiria ni peke yako bwana? Hata pia mimi naona na lindwa hapa sawa sawa. Thank you, ma'am. Thank you very much. Nilikuwa naleta salamu za Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka. Mmezipokea? Salamu za mama wetu Martha Karua. Mmezipokea? Salamu za ndugu yetu wa Jakoya. Mmezipokea? Salamu za ndugu yetu Oparanya. Mmezipokea? Salamu za Jeremiah Kioni. Mmezipokea? Governor Mwangi wa Iria. Mmezipokea? Governor Nderitu Mureithi. Mmezipokea? Wote walikuwa wanapenda wawe nasi hapa, lakini sababu ya shughuli nyingi wako sehemu zingine. Na nikileta salamu za Stephen Kalonzo Musyoka sababu nimeona wanahabari hapa. Kumekuwa na jambo linatembea kwenye news. Na naona watu wa Kenya Kwanza wamefurahia sana kusema inaonekana eti tumesalimu amri. Eti Kalonzo amesema tumekubali ya kwamba Ruto ni rais na tumesalimu amri. Hilo jambo nataka niseme hapa, na nimezungumuza na my brother Stephen Kalonzo Musyoka, who is also my team leader, katika mazungumzo ya Bomas. Na yeye ameniambia ya kwamba amekuwa misquoted ama he was quoted out of context na wale wanahabari ambao wameripoti hilo jambo. Na amesema ya wazi ya kwamba mambo ya the legitimacy of the Ruto presidency can only be settled by one thing and one thing only: opening the servers. Opening the servers. Opening. Hilo jambo nataka niseme nikiwa hapa Narok, and the issue of electoral justice has been prioritized. Is the issue number 1. Na nikija hapa Narok County, najua hapa na wenzangu wameuliza hapa ndio ninyi mnafuatilia jambo ya electoral justice kabisa. Sababu Narok County, na mimi nilikuwa waziri wa ugatuzi, nilikuwa nasimamia 47 counties. Hii county yenu ndio peke yake ambayo kura hazikuhesabiwa na zikatangazwa hapa within the county. Kweli si kweli? Out of 47 counties, it's only Narok County where votes were never counted and announced within Narok County. Ninyi umeingia kwa historia ya Kenya bwana. Na mimi najua hapa muliamua kura ni za baba. Kweli si kweli? Narok was blue. Kajiado was blue. Samburu, the entire Maa nation was blue. We know there are those who are trying to turn the Maa nation yellow. Lakini leo nikiwa hapa nataka niseme asante kwenu. Viongozi wenu hapa wamesema wazi ya kwamba bado mko na baba. Hiyo ni kweli? Mnaendelea kusimama na baba, sio? Na hapa kwa mambo ya ugavana mulisema ni Ole Kenta, si ndio? Senator Ole Kina, si ndio? So your choice was Ole Kenta and Ole Kina.
And I know that had Ole Kenta won, this dynamic duo wangepeleka hii county mbali sana. Lakini leo tunataka tuseme asanteni kusimama na baba, na tuombe muendelee kusimama na baba, sababu yeye amesimama nanyi tangu nyakati za Olentimama. Na Olentimama ndio yule alikuwa anatetea sana the rights of the man nation, land rights, historical injustices, mambo ya Mao. That is where the nexus of his friendship na Raila began. Sababu Raila pia ni mtu wa kupigania haki, kupigania demokrasia, kupigania usawa. Na ingawa alipoteza rafiki yake Olentimama, vile Shakespeare alisema that though friends be lost, friendship shall not, and death will have no dominion. Yani ingawa bwana Raila alipoteza rafiki yake Ntimama, hajapoteza urafiki wake na Wamasai. Na vile Ole Kenta amesema hapa, yeye hatapoteza urafiki wake na ninyi watu wa the man nation. Kwa hivyo tukiwa hapa tunasema msiache mbachao kwa mswala upitao. Sijui kama mnanisikia. Sababu nasikia umepata marafiki wengine wapya. Wako wana target the man nation kabisa, wanawapa vitu vitamu vitamu. Lakini leo nataka niwaambie ya kwamba hao watu wa Kenya kwisha. Msipochungana nao, hii Mau itakwisha. Sijui kama mnanisikiza. Hii watu wa Kenya kwisha, msipochungana nao, hii Mau itafanya nini? Itakwisha. Si wameanza kukata miti? Nasikia pia mambo ya mashamba. Viongozi wenu wameongea hapa, na tunajua hao jamaa wanapenda mashamba sana. Na hii shamba ya the Purko community, over 500 acres, is a big target. Baba atazungumzia jambo hili, lakini nilitaka tu niwaonye ya kwamba msipochungana na hiyo watu wa Kenya kwisha kwa mambo ya mashamba, mashamba yenu yatakwisha na hao watu wa Kenya kwisha. Sijui kama mmenisikia jamani. And your champion Raila Amolo Odinga is here. Amewasikiza. Mwenyewe ataongea hapo. And he will stand with you. We are here just to say we stand with you. Na tuko pamoja nanyi. Nataka nimulete sasa mwenyewe aongee nanyi ili aweze kusema mengi zaidi. Hebu sasa tuweze kusimama tumkaribishe Baba Raila Amolo Odinga. Karibu baba, karibu. Haya. Enda sova bogin. Asholing. Naweza kuketi chini. Sasa kuna nafikiri anataka kuja kunivisha kwanza. Anirimbeshe. Kabisa baba. Ili nionekane kama Ndio baba. Karibu baba. Karibu baba. Ndio baba. Asante sana. Sasa niko hapa na rafiki yangu mmoja hapa, anatoka kule upande wa Transmara, mwenye riadha mkali sana, ambaye aliweka rekodi ya kukimbia. Ako wapi? Nataka muona yeye, bwana Conchela. Unaona huyo kijana huyo? Asante baba. Okay. Mjamboni. Enda swa boge. Yidiro bibi dara. Warenda ngilene ende jojasi yeno shida hii. Kisili ndosha na nyosha. Nashukuru kusimama kwa podium na baba. Naleta salamu kutoka Transmara. Na nimeona kwamba nimesikia Kenta akiongea na wengine wote. Naona mnasimama vizuri. Transmara tuko na baba tangu zamani mpaka sasa, na hatuwezi kurudi nyuma. My friends, we are always with Baba, we will always be with him, and we love him very much. We pray for him. God will protect him.
and we'll take him further. And he's a young man. He's a champion. Mi ndio namba 2, baba ndio namba 1. Champion ya 800 ndio baba. Thank you. Mi sina mengi. Ni kusalamu tu kusema asanteni sana. Na nashukuru vile mnakaa na baba. Thank you. Thank you, Christy. You have a very beautiful house. I want to have breakfast there. Thank you. Asante, asante sana. Sasa huyu dada yangu Christine aliniambia mimi ati ako na karamu hapa, akanialika. Nikamwambia mimi nitakuja. Manake Christine Lemen ni shujaa. Ni shujaa. Amesimama imara sana na sisi tangu zamani mpaka sasa. Kwa sababu nikasema tutakuja, tuliharisha lakini sasa tumefika. Na leo nimekutana hapa vile vile na moja waanzilishi wa taifa letu hapa, baba yake Mzee Philip Ole Lemen mwenyewe, umri ya miaka 103. Amekula chumvi, amekula chumvi. Na yeye alikuwa na baba yangu Jaramogi na wale wengine wakati wa kupigania uhuru. Akaenda mpaka Lancaster House. Yeye ni mmoja wa wale walikuwa kwa Lancaster ambaye sasa amebaki. Na bado wako hapa. Akili yake bado yuko timamu kabisa. Nashukuru sana kukutana na yeye. Tulikuwa hapa na marehemu William Ole Ntimama ambaye alikuwa anasimamia imara kabisa kwa mambo ya maa. Tulimpoteza. Sasa alisimama, alifariki, lakini the spirit ya Ntimama bado inaendelea. Sasa nikiwa hapa kwanza nataka kutoa shukrani kwenu. Vile nyinyi mmebaki imara, mmesimama imara na sisi tangu mwanzo mpaka sasa. Watu wa maa wanasema na wanatenda. Hakuna kurudi nyuma. Wakisema tunaenda, sisi tunaenda. Ama sivyo? Ama sivyo? Sasa tukiwa hapa Narok, swala nyeti kila mara hapa ni mambo mawili. Mambo ya ardhi na pili ni mambo ya mazingira. Hapa nyinyi watu wa Masai mmesimama imara kwa muda mrefu zaidi. Manake watu wa Maa ndio watu wa kwanza kufika eneo hii ambayo inaitwa Kenya. Na nchi ya Maa ilikuwa inatoka kule milima Kilimanjaro hadi milima Kenya hadi milima Elgon. Lakini sasa hiyo nchi hiyo ilichukuliwa. Wabeberu walikuja hapa wakadanganya Wamaa. Kwanza walikuja na Biblia. Wakakuta Wamaa wako na ardhi. Baada ya miaka 20 Wamaa walikuwa na Biblia. Ardhi ilikuwa imeenda kipande chake. Sasa imezidi kwenda mpaka tumefika pale tuko sasa. Lakini kuna kitu ambayo inaitwa historical land injustice ambayo mpaka iangaliwe vizuri. Iko katika ile report ambayo inaitwa Ndungu Commission Report. Vile ardhi ya Maa ilichukuliwa mpaka imefika pale tuko sasa. Waleo mimi nataka tu kusema kwamba yale ambayo yamebaki muhifadhi. Wacha hii mambo ya kukatakata mashamba na kuuza ovyo ovyo. Baadaye utakuwa wewe ndio kwa squatter katika ardhi yenu. Ama sivyo? Nyinyi ni wafugaji. Na mkikatakata mashamba ndogo ndogo zitakuwa sasa hakuna hata mahali ya kufuga ng'ombe. Zitaenda zote. Sisi tunataka kuona kama Wamaa baadhi yao inatetezwa na vile vile haiuzwi ovyo. Kama mtu anakuja kuchukua community land mpaka afuate taratibu ambayo inatakikana. Asipofuata taratibu haviendi.
Hiyo tutakataa. Sisi tutakataa hiyo. Tutakataa hiyo. Akisema nataka kuleta miradi gani unaleta? Tujue ni miradi gani. Na wale ambao wenye hiyo ardhi unawapatia nini? Mpaka wapatie kitu. Ama sivyo? Hiyo sisi tutasimama imara. Hapa Mau. Unajua kesho wanaanza, kuna mkutano kubwa ya ulimwengu inakuja Nairobi. Kuongea juu ya mambo ya mazingira. Lakini hapa Kenya ukiongea juu ya mazingira, swala nyeti ni mambo ya Mau. Mau. Sisi tulijaribu sana kuhifadhi Mau. Lakini jamaa walikuwa kila mara kwa mara na wanaolafi ya mambo ya ardhi. Watu wameingia ndani ya Mau wanakata miti huko. Tulisema watoke. Tukaambiwa kwamba nyinyi hamtapata kura zetu baadaye. Nikamwambia afadhali niende niuze mandazi Kibira badala ya Mau ili akili Mau ihifadhiwe. Sasa bado wanaona kama wanarudi. Juzi wamesema sasa wamekubalia watu kukata miti. Wanasema ni miti ile ambayo imepandwa. Lakini hapana, watu tayari wameingia huko ndani ya Mau. Mimi kila mara kwa mara napita pale na ile ndege ya helikopta. Hata leo nimepita huko. Najua pale watu wameingia huko ndani. Unasema unataka kuhifadhi mazingira na Mau inaenda. Mazingira gani unataka kuhifadhi? Hakuna. Hawa ni wanafiki. Si wanafiki. Mau tunataka mpaka ihifadhiwe. Mambo mengine ni mambo hii ya ugatuzi. Nimesema jana. Ugatuzi tulileta ugatuzi ili isaidie Wakenya. Lakini hao jamaa hawataki hivyo. Wanataka kurudisha ile utawala ya Nairobi. Ukiona kila mara kwa mara rais kirandaranda hapa na pale, anaongea na magavana, anataka kufanya magavana wawe kama DC au PC yake hapa chini. Magavana wakienda kule wanapiga magoti chini, wanaomba au mtukufu rais, sisi tunataka mradi hii hapa, mtukufu rais, wanarudi ile utawala ya Nyayo. Ombe mtukufu rais. Tulikuwa tumeacha hiyo. Ugatuzi inaonyesha kwamba kuna serikali mara mbili. Moja Nairobi na moja hapa chini mashinani. Na serikali hapa chini mashinani nataka ipewe pesa kutoka Nairobi moja kwa moja ifanye naye mpango ya maendeleo yenyewe. Lakini sasa wao wanabakisha pesa Nairobi, wanakuja chini hapa ili magavana waende wapige magoti chini ndio hati pesa ikuje. Sasa unaona kwa mfano mambo hii ya mbolea ni kazi ya kilimo na imegatuliwa. Sasa mbolea inatoka Nairobi, wao ndio wanakuja kugawanya hapa. Kwa sababu gani? Na mbolea hii ambayo wamekuja kugawanya wamepewa bure na serikali ya Urusi. Wameongeza michanga ndani yake. Alafu wanakuja ndanganya nyinyi ati sasa wamerudisha bei chini. Ati bei ilikuwa ni 7,000, sasa ni 2,500. Hiyo 500 naenda wapi na mbolea ulipewa bure na serikali ya Urusi? Umesikia hiyo maneno? Upande mwingine hii hata mambo ya ajira hii ya wafanyikazi ya kupanda matibabu, community health workers. Wanataka ati wao ndio wanataka kuajiri hao watu. Na mambo ya matibabu imegatuliwa. Hawa manases wanatakana au community health workers waajiriwe na serikali ya county, si serikali ya juu. Ingine utaambiwa kwamba wanakuja kuleta ati industrial park. Hiyo industrial park hiyo ni kazi ya serikali ya county. Wanasema ati serikali ya county itoe 250 na wao watoe 250. Hiyo ya 250 mbona haijapewa county hapa chini? Wanabakisha kule Nairobi. Kuna mambo mengi unaweza kusema. Hawa watu hawataki kuona kama ugatuzi inafanya kazi sawa sawa. Mambo ya ununuzi wa dawa kule Nairobi. Wizara ya matibabu wamebakisha pesa, manake wanataka wao ndio wananunua dawa alafu wanatumia serikali ya chini hapa.
Tunataka serikali ya county wapewe pesa ili wao wanunue dawa peke yao hapa chini. Upande ya barabara vile vile inatakikana mabarabara hizi za ndani hizi ya county ipewe pesa itengeneze hizo mabarabara. Mambo ya kura na kera isahauliwe. Mimi nilikuwa waziri wa barabara na ujenzi. Mimi ndo nilileta kura na kera na kenha. Lakini wakati ile ilikuwa ni wakati ya serikali ya Nairobi. Sasa kama tuko na serikali ya county, kura na kera ivunjwe. Alafu hiyo pesa ya mabarabara hizi ndani ya county yote ikuje chini hapa kwa serikali ya county. Sivyo? Sasa huyu gavana wa hapa Narok, naonekana yeye bado wanalala sana. Aliwekwa pale na bwana Chebukati, yeye hakushinda kura. Si hakushinda kura, sikenda anashinda yeye. Alafu yeye anaongea na juu yangu kama mimi ni mirika yake. Shenzi sana. Sasa ni mtu mjinga. Anaongea juu ya ODM, ati watu waache toke ODM, waende sijui wapi. Yeye alijua ODM iliundwa wakati gani? Alikuwa wapi yeye? Alikuwa wapi yeye? Yeye kwanza ameingia kama mwizi katika kama governor. Na kama anasema hiyo atoke, turudi naye kwa debe tuone kama ataweza kushinda. Anaweza kushinda yeye? Huyu bwana Luntutu. Sasa sisi kama wanaazimio tumesema sisi si wazimu. Tunajua yale ambayo yalifanyika. Mliona kule Gabon walifanya mapinduzi juzi. Walifanya uchaguzi. Wakatangaza bwana Bongo rafiki yangu ndiye alishinda. Lakini jeshi lilipopindua likaenda kafungua sava. Mpata ya kwamba Bongo walipata tu kura 18%. Na yule mpinzani wake akapata 77. Tunaona hiyo? Tunaona hiyo mambo ya sava? Kwa sababu tunasema tunataka sava ifunguliwe. Mnakubali sava ifunguliwe? Mnakubali sava ifunguliwe? Hapo nasema ifunguliwe, nione mkono hapa. Sifunguliwe. Hata sheria inasema kwamba kabla uchaguzi ingine ijaandaliwa inatakana sava ikaguliwe. Uchaguzi ikaguliwe sawa sawa. Ndio wananchi waridhiki ya kwamba matokeo ni kama vile walikuwa wamepiga kura. Sasa mimi nataka nyinyi msimame imara, bado mbaki msimame imara. Sisi tuko na mpango kamili ya kubadilisha mambo mengi zaidi. Hawa watu walizuia ushindi zetu. Lakini sisi tunataka kuona kama wananchi wanazidi na maisha yao sawa sawa, upande ya kilimo, upande ya ufugaji na kadhalika, uchumi inaendelea. Yale ambayo sisi tunafanya ili tuweze kuboresha hali ya maisha ya watu wetu. Kuna wale wabunge mbali nyinyi mlichagua, lakini wamenunuliwa. Kule kimekuwa kama ni mnada. Wajumbe wananunuliwa kama yule mtu ambaye ananunua ng'ombe kule kwa mnada. Wanaenda pande. Ndio sababu tunarudi kwa wananchi. Ati wananchi ndio hawezi kununuliwa kwa njia ya hovyo hovyo. Lakini bunge wamechukua. Sasa hata mahakama vile vile namna hiyo. Nuna juzi anasema mtu ambaye ako hapa kama Mkenya ati wewe unachagua matatu. Uhame Kenya, niweke wewe jela au uende mbinguni. Sasa hiyo ni mtu gani? Yeye mtu ni rais kweli? Wewe ni rais? Wewe sasa kama mtu kama mimi nihame Kenya niende wapi? Yeye anasema akuweke wewe jela. Kupeleka mtu jela kwanza mpaka uchunguzi ifanyike, apatikane ana hatia, ipeleke mahakamani, mahakama iridhike kwamba jamaa kumbe ana hatia, ana makosa, ndio mahakama iamue kupeleka wewe jela, ama sivyo? Sasa mtu anasema mimi nitakuweka wewe jela. Alafu anasema usipoweka wewe jela nitakupeleka mbinguni.
Sasa wewe ndiye Mungu umepeleka watu Mungu mbinguni. Simuona Kenya imeharibika. Si Kenya si imeharibika. Watu kama hawa wanataka waendelee kutawala Kenya. Nataka watu kama hawa. Sisi hatutaki kurudisha Kenya kule tulitoka. Nataka Kenya ambayo inatawaliwa kwa njia ya kidemokrasia, serikali yenyewe inafuata sheria. Kama mtu amefanya makosa, anashtakiwa, alafu yeye vilevile anajitetea, kisha kipatikana na makosa, anapewa hukumu na mahakama. Kama hakuna makosa, yeye anawachwa. Sio ndio kitu tunataka? Hatutaki Kenya ambayo inatawaliwa na majangili. Hawa jamaa wanaonekana ni majangili. Na sisi kama wanaazimio hatutaki utawala ya majangili. Tunataka Azimio iendelee. Si tunataka maazimio iendelee? Tuendelee sisi tuendelee. Juzi watu vijana wetu waliuawa wengi wakifanya maandamano. Na maandamano imekubalika kisheria katika katiba yetu. Fungu ya 37 inasema Wakenya wanaweza kufanya maandamano ya amani. Lakini sasa wanatuma polisi na risasi, unapiga watu na wanaua. Je, hiyo ni ungwana? Hiyo ni ungwana? Alafu jamaa nasibu polisi kufanya kazi mzuri. Kazi ya kuua watu ni kazi mzuri. Watu wanapiga risasi ni kama swara. Je, hiyo ni ungwana? Haya yote ni vitu ambavyo sisi zote tumepinga kabisa. Lakini kama vile jamaa wamesema, wanaazimia zote tuko pamoja na nyinyi. Na mimi nataka kuleta salamu ya seneta wenu, Mheshimiwa Ledama Olekina. Niliongea naye kwa simu. Yeye alikuwa kule Amerikani. Alikuwa anajua wakati ile kule Bomas alipigwa vibaya sana. Hiyo bado inakuwa inauma yeye, alienda matibabu kule Amerikani. Lakini atarudi kesho, atakuwa hapa kwenu. Akasema nilete salamu zake. Mmepokea? Mmepokea? Mnapokea? Azimio. 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 Inawezekana. Azimio. 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 Asanteni sana.